Bati 60 ndizo ambazo zinatumika kwenye ujenzi wa jengo hili hapa, lakini pia mbao za kenchi ni 110 kuna ujenzi wa hili jengo. Of course kwenye swala kupaua hilo liko wazi sana, lakini pia hili jengo linatumia jumla ya tofali za blocks 1600 kukamilisha mpangilio huu ambao unaenda kuona hapo mbele. Hili jengo lina jumla vyumba viwili vya kulala na vyote ni vyumba vyenye size kubwa sana. Of course kulingana na aina ya ramani na aina ya mahitaji ndio ambao wanaleta mpangilio huu hapa, na ndio ambao wanaleta kile ambacho unaweza kukitazama hapo. Jengo lina jumla ya vyumba viwili vya kulala kama ambavyo unaweza kutazama hapo, na chumba kimoja ni self la chumba kingine ni cha kawaida. Pamoja na kwamba chumba kingine ni cha kawaida lakini kiko nafasi kubwa sana. Yaani chumba ni kikubwa kiasi kwamba unaweza kaweka hata vitanda viwili vya 6 kwa 6. Hili jengo uzuri wake ni kwamba lina sebule, jiko na choo cha public, lakini jiko lake lina nafasi kubwa kiasi kwamba unaweza hata kulifanya chumba pale ambapo kutakuwa kuna nafasi finyu, au pale ambapo itahitajika kutumika chumba zaidi, au kutakuwa na wageni ambao wamefika hapo wanahitaji sehemu ya kulala, basi eneo la jikoni pia unaweza ukapatumia kama chumba, kama utakuwa na sehemu nyingine ya kupikia. Sasa hii itategemeana na nyumba hii itakuwa imejengwa maeneo gani. Hili jengo lina upana wa mita 7.9 na urefu ni mita 12.2 na ni jengo nzuri sana. Of course kama ambavyo unaweza kutazama hapa, kumbuka ramani kama hizi na zingine zote ambazo wewe unaziona katika kurasa zetu hizi, ramani hizi huwa zinaandaliwa kulingana na mahitaji yako wewe mteja wetu. Kwa hiyo tunachokifanya hapa, tunaandaa kile ambacho wewe utakuwa unakitaka. Vile unavyohitaji ndivyo ambavyo sisi tunakuja kukuandalia. Hii ramani inatoshea kujenga eneo lolote lile pale. Haijalishi ni mjini, hata kijijini pia inafaa. Na niwakumbushe tu ya kwamba ramani ya kisasa au nyumba yote ya kisasa huwa sio mpangilio wa nje, bali ni vitu viwili muhimu. Cha kwanza, nyumba yote ya kisasa lazima iwe na choo cha public, na nyumba yote ya kisasa lazima iwe na jiko ndani. Hivyo vitu viwili tu ndivyo ambavyo vinakupa majibu kwamba nyumba ni ya kisasa au sio ya kisasa. Sasa ukiangalia kwenye ramani yetu, mbali na kwamba tuna choo cha public, pia ndani humo kuna chumba kimoja ambacho kina choo chake ndani. Kwa hiyo ni double. Tunasema hii watu wa kubeti wanaita GG, yani both team to score. Of course hii hapa imekuwa ya kisasa na ya kisasa tena, kwa sababu unapokuwa na ongezeko la choo cha ndani, na maana mtu atahitaji kukidhi mahitaji yake zaidi ya vile ambavyo jengo lingeweza kumhudumia. Lakini pia ukiachana na hapo, pia ndani kuna jiko, na sio tu kwa kuna jiko, pia kuna jiko lenye nafasi kubwa kiasi kwamba mambo mengi sana unaweza kufanya humo, ukalifanya kuwa store, ukatengeneza drawer zako humo, hifadhi vitu vyako vyote humo, na mambo mengine yote yakaendelea kuwa vizuri. Sebule haijanyimwa nafasi, lakini pia ukubwa wa sebule katika ramani ambazo sisi tunazitengeneza huwa inaendana na inaangalia aina ya jengo, idadi ya vyumba na idadi ya watu ambao watatakiwa kuingia katika hili jengo. Jengo la namna hii hapa ambalo linakuwa na vyumba viwili vya kulala linakadiriwa likuwa na watu ambao watakokuwa wanalala humu ndani si kuanzia watu 8 watakaotakiwa kukaa humu ndani, kwa maana kwamba katika chumba ambacho ni single kuna uwezekano wa kuwa na watoto 6, na katika chumba ambacho ni self kuwe na watu 2. Sasa hapo mnaweza mkajaribu kuchekecha nyinyi wenyewe, ila hili jengo litaweza kuaccommodate watu kwa idadi hiyo hapo. Hii ni roof plan na huu ndio muonekano wake wa bati. Karibuni sana.